Lakini mnafanya rounds. You never want that man. Kipanda mama, hapa namna gani? Ama wewe unataka kuolewa na mwalimu, tosheka na mwenye alikuoa ama namna gani? Kwa sababu kila wakati ukiwa umeolewa na mwalimu, anapoenda darasa anasema class 1 + 1 = 2. Akaenda class akiwa amekuambia class, anakuja jioni anasema mama, nilikwambia class zingine. What part of the conversation to do and start? Na nakukonga tu. Tosheka na mwenye alikuoa. And we say thank you. Reasons as to why we should be saying thank you. Number 1, we say thank you because we are unique. We say thank you because we are unique people. Unique women in the house should be always saying thank you. Kwa sababu they are unique. Yesu katika 17 Luka akauliza watu wale 10 isipokuwa huyu Msamaria, wale watu yangu pikabore wangu walienda wapi? Hawa Wayahudi walikuwa 9, mmoja tu walikuwa unique Samaritan. So unique people always say thank you. So to say thank you is not weakness. Na ikikuwa ni muda mrefu, we say thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Thank you. Itaongezea wewe kitu. Mimi kabla sijakuwa pastor nilikuwa Nairobi. Na my father is a police officer. Siku moja kaenda live nyumbani, sisi tukapata njaa ajabu na tulikuwa wanne kwa nyumba. Nikaambia wapendwa yangu hapa wenye wako kwa nyumba, mimi niko soko leo. Kwa sababu hatukuwa tunaongea tumenunuliana kwa nyumba. Nikapeleka hapo supermarket, uchumi aiba, iko Mombasa road, kubwa. Nikaambia tunachukua troli kubwa. Kila mtu ingiza kipenzi chako iwe the volume. Watu waliokota vitu na wanastuka. Tukizunguka. Hata wewe ukienda Eldoret, enda Getia. Una hata shilingi moja, chukua troli. Utajenga pia. Mtu anasema nimepata Elizabeth unafanya shopping. Wakati unakaribia kulipa pesa na mlango ya nyuma. Wewe kufanya. Sisi tukakumbuka na troli. Na tulipokuwa tumekaribia sasa kulipa. Wale boys wangu wakatoroka kwa sababu walihofia wakijua kwamba mimi hata sina shilingi. Mimi nikawacha troli kwa line, nikataka kuepea mlango ya nyuma. Katika harakati ya kuepea mlango wa nyuma nikapata na pesa wa mzee. Akanipatia giringa. Nikarudi kufanya shopping ya elfu moja. Imani ni kitu cha ajabu. So nikasema yangu ya 1000 na nikaenda kwa line sasa. Majestically. Lakini katika hiyo line ya kulipa kasia, kuna mama mwingine mdogo, mimi naangalia yeye tu. Analipa yake imefika 15,000, 18,000, 22,000. Nikasema kuna mtu analipa 50 ya 22,000 kama mimi niko nang'ang'ana na 1000. Ai Mungu, kwa nini unaparibu wengine unawacha wengine? Nikabu Mungu akasikia maombi yangu pa. Wakati alirudishiwa picha akasema hapana, I don't take coins na hiyo fragments. Lipia huko mjako tu. Sema Mungu amekuambia. Nikaleta troli nilipia. Be my shoes. Sasa nikalipiwa nikaenda. Na nikasema si niende niambie thank you. Kuliko niende mimi nimefunzwa kusema thank you. Mimi nikaenda kwa kali yake nikaenda kukosa yeye akasema asante. Akasema wewe ni nani? Nikamwambia mimi ni mwenye ulilipia tu. Sio, akasema hata kuna mkate hapa kama hii. Akasema siku langu mimi imefika na puti nikamwambia asante nikaweka. Baada ya kusema thank you, nikaongezea watu vitu vingine. Bwana asifiwe. There is power in saying thank you. Bwana asifiwe. Amen. So number 1, we are saying thank you because we are unique people. Lakini watu wa kawaida, hawasemani thank you wanaona kama kawaida.
in our homes, always say thank you. You need children that we are having, always say thank you, Lord. Thank you, Daddy. Asante jirani. Number 2. Why should we say thank you? Thanksgiving provokes increase. Jeremiah 30, verses 19. Thanksgiving provokes increase. When you say thank you, kuna kitu unaongezeka, my friend. Angalia verse 18, chapter 17, verse 18. Akamuliza sisi walikuwa 10 wenye ukoma. Wale walikuwa na leprosy, sisi walikuwa 10. Kwa nini mgeni huyu ambaye ni unique amekuja kusema asante? Wale wengine 9 walienda wapi? Na Yesu akapinduka, akamwambia huyu Msamaria, my friend, enda salama. Your faith has healed you. Akapata healing mara ya ngapi? Hatuwezi sahau wakati wa corona. Nilikuwa na shule la Sunday kuhusu dhambi ya Adam sin. Wengine wanasema kwamba hata simujui Adam inanigusia wapi. Hata dhambi ya Adam ilikujaje mpaka mimi. I explained dhambi ya Adam through corona. Nikaambia hawa there is a village in China ambaye mjahilizi mwingine ambaye anapenda kula alikoroka akapika supu ya nini? Inaitwaje? Akapika akapata flu ya corona. Ilisambaa mpaka ikafika Kenya na hatujui hiyo vile. So the way sin ya Adam iliambukiza mpaka sisi, hata hiyo corona ilitembea mpaka sisi tukapata. Lakini hapa Yesu amemwambia, "Go, your faith has healed you." Clearance. Kwa sababu ukishikwa na corona lazima upimwe karibu mara 3. Huyu mzee aliambiwa your faith has healed you. Aliongeza kwa kitu yenye wale 9 hawakufanya nini? Hawakupata. So verses 30 verses 19. Tena kwao itasikiwa shukrani na sauti yao wachangamkao, nami nitawasitisha. Angalia hiyo, nitawasitisha wala hawatakuwa wachache tena, nitawatukuza wala hawatakuwa wanyonge, kwa kusema asante. Amen. Praise the name of Jesus. Ile vitu mumeleta kanisa siku ya leo, go and watch your life carefully. Uone kama utapatilika. Uone kama kitu itaongezeka. Uone kama ng'ombe yako itakuwa wagonjwa. Uone kama utaenda hospitali, because kwa hospitali ndio pekee. Your salary hata kama ni chache itasatisfy wewe. Kuna watu wanapata salary 1,100 na lakini hawatosheki. Kila siku wako katika maandamano. Solidarity forever, for the union makes us strong. Hii sisi tunataka so ndugu toa dada umeona tukienda maandamano. Number 3. We say thank you because we don't take things for granted. We give thanks to the Lord because we don't take things for granted. Hatuchukui vitu hivi. Atumsema ameleta sabuni na mkate, hiyo ni kazi yake. Hiyo ni kazi ya mwanaume kwa nyumba. Don't take things for granted. Ili ni karibu mpaka nikaleta hiyo nini? Wewe ungejua. Ungesema tu asante mzee. Ai, mambo yake ingekuwa mzuri kwa mama, wacha niwaibie hili siku ya leo kwa sababu wasea wako kwa nyumba. Wacha niseme namna hiyo. Ukiona mzee yako ni mstingi, anza kushukuru yeye. Na kama asikii shukrani, ombe yeye na kusema hapa katika jina la Yesu. Asante Jehova kwa kunipatia Samuel katika kijiji hiki cha baraka. Mungu wetu, hamna mwanaume kama Samuel. Ninashukuru mpaka nakumbua macho. Atafanya maneno. Biwai sama na mahali. Kuna baraka kwa kushukuru mtu hapa na mahali. Ndio angalia hiki topon.
hata leo tunakula nyama. Nimeona kabisa vile huko. Mimi nitaenda kupigia Moses, mnaambia wakoleta asi kwa alitumanishia watu 200 hapo ndio kulipa. Kwa sababu ya sifa ile nilipata hapo mama ndio kuja nyumbani kule. Maana Yesu asifiwe. Lakini ukembea kila wakati nasema hivi wanaume wengine wako na ni wanaume ni hapa tu na sijui nini. Waje nikuambie my friend, wanaume si wanaume. Inategemea na vile unaendesha ama nini? Yes. Na wacha kulalamika niko na mguu mmoja watakiwa mimi ni yasabu. Meboka hapo ngeliboka. Kwa kitu hapo mama na nani? Sio alijaenda huko. Ama nini? Waachana naye. Sitakula mchele chapati sijui nini. Wewe unamwambia mimi ninaenda toilet. Wewe umeona toilet ile anasema hiyo toilet nyingine ni ya watu walikula chapati, hiyo nyingine ni watu walikula pombe. Hivyo. Tosema na kushukuru Mungu kwa yale umeyapata Bwana asifiwe. We give thanks to the Lord because we don't take things for granted. Kwa sababu tunaelewa mahali tulitoka. Kijana huyu Msamaria alikuja akasema kwamba nimekuwa isolated for long. I don't take this for granted. I must go to tell the Lord, thank you. The fight you have come for 22 years, Baraka. Yeah, Baraka. You have come today to say thank you, Lord. Unafikiri Mungu akanyamaza kwa mbinguni? Hata waona na kusema kwamba kwa sababu watoto wako wamenitii na kusema asante, they are recognizing the small things I have done for them. I am now doing great things in their lives. Kwa hivyo kama kuna wale wanafanya kazi ni wao labda mahospitali hapa wapi, prepare for promotion kwa sababu mmesema asante kwa ile umepita nayo. Bwana asifiwe. Number 4. Thanksgiving and tender deliverance. Acts chapter 16 verse 25. Biblia inasema Paulo na Sila wakashukuru Mungu wakiomba na kuimba. Bwana asifiwe. Na walipokuwa wakifanya hivyo, miujiza ikafanyika. Minyororo sikafanya nini? Sikatondoka mkononi. Milango sikafanya nini? Sikafunguka. Kwa nini milango yako inafungika? Ni kwa sababu hujasema asante. When you thank God with praises, Komboy Jehovah, Komboy Jehovah, Komboy Bisik Jehovah, Komboy Jehovah. Hata kama unauza sukuma, nyote iso, nyote sikia tuwai, nyote sikia misie tuwai. Wana kuri Mungu atanyamaza vipi? Mungu sina maomba. Bwana asifiwe. Atakuonekania. Bwana asifiwe. So therefore can say thank you. Thanksgiving and tender deliverance. You will be delivered. Ng'ombe yako itaongeza masipo. Wacha na kusema kwamba kuna mtu alipita hapa na nilikuwa nakamua ng'ombe lita 6, sasa hivi lita 3. Nani huyo amepita? Na tukipita Bwana tutasamu na tuko na maji. It is very shame kwamba tunaabudu Mungu na tunajiita AIC baraka na sisi ni AIC laana. Haiwezekani kujiita baraka na wewe ni laana. There is nothing like that. Hii mambo ya kuja hapa kama umejipaka mafuta ya nguruwe, hiyo ni Mungu mwingine ambaye haifai iabudiwe hapa. Watu wanafuka mafuta ya nguruwe wanaweka kama hata nisionekane. Wengine wanasaa kwa street, walimu tusiwaone hapa. Ikuje iwe ni wewe. And we have Jesus, our Savior, ambaye sisi akiwa ndani yetu. Biblia inasema ahoma mimi ndiko tapwa hapo. Muone watakira watu nyinyi. Who is this one? As a back eye to you. Kwamba kuna mtu ameniona. Ni kama mtu ameniendea mahali. Kama kuna mtu amekuendea mahali, wewe endea yeye kanisani. Bwana asifiwe. And you are going to be blessed. Bwana asifiwe. Number 5, why do we thank the Lord? Number 5, we thank God or we give thanks to the Lord because we acknowledge the magnitude of what God has done to us. The magnitude of what God has done for us. There are people who are living in Lord.
na wao hawana hata mahali pa kuishi, walikuwa kwa land. The magnitude of what God has done in your life, it deserves to be called thank you Lord. Uliona huyu Msamaria kwa sababu hakuwa na chochote, alikimbia kulofunon Jehova, akasema sina kitu lakini nimekuja na sifa. Wewe uko na nini ya kusifu Mungu? Msamaria alikuja na sifa, na wewe umewacha sotoa nyumbani kwa sababu vitarau, umewacha kuku, umewacha mayai kwa sababu unaona tu vitu ndogo ndogo kama si kitu. It deserves to be taken to church na kuambia Mungu asante. Maana sifiwe. Yes. Uko na watoto. There are people wametafuta mpaka wameinua mkono. Lakini uko naye. Umeambia Mungu asante. Uko na afya unapumua vizuri. Wewe unakula kila kitu. There are people ambao hawakuli kila kitu. Ukiwaletea chai yenye sukari anasema, "Tafadhali, nimejaiba." Wala umeletea vitu hivyo za sukari. Lakini kuna mtu anafia kila kitu. Bora iko kwa meza, bora si mwanangu na sisi. Anafia kila kitu. Watu kama sisi. Enda kweli. Hapana, sisi swali ya ujinga ati unatumia juice ama chai. Si nasema lete juice tukikote chai. Tumefanikiwa, tunaambia Mungu asante. Ile kitu nimekuja kwa meza tunavieka. So friends, we give thanks because we acknowledge the magnitude of what God has done in our lives. Number 6, why do we say thank you? Friends, we say thank you because thanksgiving creates atmosphere for miracles. Inaleta maajabu. John chapter 11 verses 40 to 43. Hebu tuweke hiyo inasema nini? Hiyo maandishi. John chapter 11 40 to 43. About 40. John 11 40 43. Then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? You will see the glory of God, my friends. So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have added me. Umenisikia Mungu. Father, thank you. Jesus mwenyewe akaambia baba yake, thank you Lord. After thanking God, he called God Lazarus to come out of the tomb. Is it a miracle or not a miracle? After saying thank you, akaita Lazarus, and Lazarus came out of the tomb. Mtu ambaye alikuwa ameoza akafufuka na akatokelezea. Baada ya Yesu kumwambia baba yake, asante baba. There are miracles that will happen that you will experience even this week. And next week, believe you me, you will have testimonies in this church because of what you have done this Sunday of saying, Father, thank you. Praise the name of Jesus. Friends, number 7. Thanksgiving establishes you. Thanksgiving establishes you. You are established for, after saying thank you. Remember, chapter 17, verses 18. Chapter 17, verses 17. Jesus said, wale tisa wako wake, they were established. Waliulizwa, because Jesus expected them to come and say, thank you, Jesus. But they did not come. Ni nini Mungu amekufanyia na hujasema asante? Hata baada ya terrible accident, baada ya mimi kupona, niliuza vitu zangu na nikaenda kanisa. Mahali nilipata Jumapili, nikaenda kuambia Mungu asante. Hata yeye anasema walishtuka na nikaenda na bibi. Na kama umenipatia second chance, here I have come to say thank you. Kwa sababu mimi sikuona kama ni jambo la kawaida. Mimi kulala 4 days revival na sijui niko wapi.
Wakati mimi naamka nimefungiwa kwa kuangalia juu ni stima. Nikafikiri nimeenda mbinguni, nikasema Mungu ametekeleza yake mpaka ameweka stima. Ndio kaniambia hapana. Bado kwa dunia upande wa Kenya river. Niambia sasa nilipata morale juzi tu. Iko wapi? Akasema huyo kwa sababu ameenda nyumbani. Nikaambia nyumbani gani? Kwa sababu sisi kwa Kristo tuko na nyumbani zake. Akasema hii nyumbani ya dunia. Nikaambia mpigie simu basi. Niongee na yeye. Kuamka iko wapi juzi? Bwana iko na stahili mimi kuja niseme asante. It is good to say a thank you. Hata huyo bibi nilipata pili hata kusema asante kwa kanisa. Wangapi walikataa mimi? Hata kuongea Kiingereza mingi na kuweka terminologies na mnyambuliko wa sentensi, watu nakataliwa. Lakini mmoja tu ambaye anayeye alikataliwa na mimi nikakataliwa, tulijadili wakakutana na wakamea MOU wakapitisha. Na wakaenda tena kwa maana huyu hapa alikataliwa hata wewe ulikataliwa tiketi wakakutana. Unataka kusema nini? Thank you. So Thanksgiving creates atmosphere of miracles. Dead man Lazarus came out of the tomb. Ni nini kwako itatoka sasa kimeujiza? Ni nini umeombea my friend for a long time? Maybe ni msia ambaye ni mlevi ama watoto ambaye chaka kwa mambo ya dunia na umeanza kusema thank you. Ile maombi watu wataombewa hapa siku ya leo kwa kusema thank you. Miracles will happen in the families. Amen. Things are going to be revived. Things are going to be saulika kwa watu wanasema hata uone Bwana, hata uone ilifanya namna gani? Hata wale wana favor in their job places watapata favor in the name of Jesus. Amen. Wakaenda kusema hata wale wana sura mbaya. ID na kama kuna 40 years lakini sura ni 82. Watapata favor. Bwana asifiwe. Sema hata siku ndio wewe nilikuwa nakuambia ni msichana yako yule mdogo. Kumbe umetokelezea namna hii kwa sababu ya kusema thank you. Miracles happen. Bwana asifiwe. This stage atmosphere change. Bwana asifiwe. Because of saying thank you. So thank you establishes you. Jesus asked wapi tisa niliwafanyia kitu. Hata Yesu anauliza siku ya leo. Wale niliwaamsha asubuhi walienda wapi? Mbona wao kusema thank you? Wale niliwapeleka safari mpaka Meru na nikawarudisha. Kwa nini waseme thank you? Be saying thank you. Na Mungu akubariki. Vile mimi nilisema thank you kwa supermarket nikaongezewa mpaka na bisili. Namba 8 ya mwisho. Thanksgiving provokes encounters. 1 Kings chapter 3 verses 4 to 9. Baada ya Suleimani kupeana malimbuko mingi na